Mimi ni Dr. Flora Laua kutoka jijini Mwanza. Nikushukuru sana kuwa nami kwenye mengi ambayo kupitia mikono yangu umekuwa ukiyaona, na mengi mengine ambayo tumekuwa tukifanya kufikia jamii yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo nikukaribishe sasa tuendelee kuwa pamoja kwenye hiki kipindi kipya kabisa, Flora's Kit. Usiache kufuatilia kipindi hiki kizuri kinachokuletea elimu ya afya na mengi mengine. Kuza Christmas na mwaka mpya, leo ninatamani niongee na wewe unayenitizama nikiwa jikoni. Maswali yamekuwa ni mengi sana juu ya ule uji wetu wa mchanganyiko wa asilia pamoja na uji wa Nifo Miracle, uji ambao unasaidia kuleta afya kwa watoto, wazee, wajawazito na wengine. Hapa ndio tunaanza. Ninashukuru sana kwa udhamini mkubwa kutoka Jambo, lakini wale mnaotufuatilia tunatamani muangalie kwa makini namba za simu za Jambo na namba za simu za DDF Herbal Clinic. Hao wote ni wadhamini wetu. Tayari niko jikoni na nimevaa kweli jikoni hata ukiniangalia. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe faida za hizi product mbili, Nifo Miracle uji na hii mchanganyiko asilia ambao uko kwenye sahani yangu hapa ukiwa bado haujasagwa, lakini uko kwenye kopo hili ukiwa tayari umesagwa. Kwa hiyo ninarejea. Ni ile inaanzia ndani kwanza mpaka nje kwenye muonekano, na sisi tunalitambua hilo na tunajali sana afya yako wewe na familia. Naam, ndio sababu tumekuwa wazalendo na kukuongezea thamani katika maisha yako kwa kutumia miti shamba, miti ya nyumbani, kukutengenezea bidhaa bora zenye kutibu na kukupa muonekano mzuri na wenye afya. Nifo Products. Tuna Nifo Coconut Oil, Herbal Soap, Beauty pamoja na Miracle Chai yenye kutibu vidonda vya tumbo, kutoa sumu mwilini, kuongeza kinga ya mwili na faida nyingine nyingi sana za kiafya. Lakini pia Miracle uji ni uji wa maajabu, unasaidia pia kuongeza hamu ya kula na unanenepesha. Bidhaa za Nifo zinasaidia watu wenye pressure, sukari, saratani, inaimarisha mifupa na mifupa inayouma, zinasaidia pia kuongeza nguvu za kijinsia na kadhalika. Kumbuka bidhaa za Nifo zinatengenezwa Mwanza na kusambazwa na mawakala mikoa yote Tanzania. Nifo Products chini ya mkurugenzi wake Dr. Flora wameambatana na madaktari wa kupima afya na vifaa vya mazoezi. Kwa mawasiliano piga 0759665555 au 0654777778. Pia follow Instagram yetu Flora_Nitete2, Nifo Beauty College na Nifo Products. Nifo Products ni mkombozi wa afya zetu. Karibu. Jambo Food Products imekuwekea bidhaa za Jambo kwenye duka la karibu yako. Anza siku yako na mikate safi, maandazi na keki tamu kutoka Jambo Bakery, vitafunwa vyenye ladha nzuri vinavyokupa nguvu ya uhakika kwa ajili yako. Unapohitaji kinywaji cha kukuburudisha, chagua soda za Jambo kukuongezea nguvu ya kukamilisha mitikasi na ndoto zako. Unapohitaji juice, wewe kamata juice za Jambo, zinakupa utamu, furaha na maisha kila siku. Mdomo wako umepata rafiki mwenye kuchangamsha kinywa kila wakati. Ni biskuti za Jambo na pipi za Jambo Sweets, ni rafiki wa kipekee wa kinywa chako kila sekunde. Jiongezee maisha kwa kunywa maji ya Jambo yenye maisha kwenye kila tone unalolitia kinywani mwako. Ufurahishe mdomo na nafsi yako kwa kula ice cream za Jambo. Bidhaa za Jambo Food Products ni bidhaa zinazokupa uzuri wa maisha wakati wote, iwe baridi au joto. Zinapatikana kwenye duka lililo karibu yako. Ipendelee kwa kudaka ya kwako. Bidhaa za Jambo, bidhaa jamukaya. Chuo cha urembo Nifo kinakutangazia nafasi za masomo ngazi ya cheti katika kozi zifuatazo: kozi ya ususi, hairdressing, kozi ya urembo, makeup, kozi ya mapambo, decoration na kozi ya mbatanishi zinazomsaidia mwanafunzi kuongeza ufanisi katika fani anayochukua. Kozi ya Kiingereza, English course, mawasiliano, communication skills, ujasiriamali, entrepreneurship. Nikukumbushe, kozi hizi zote zinatolewa bure kabisa. Huu ni uji ambao unajulikana kama Nifo Miracle uji. Uji ambao unafanya miracle kwa watoto ambao hawapendi kula, wajawazito ambao wanatumia dawa za ARV lakini hawana afya, na ARV zile CD4 zinakuwa ziko chini. Ukitumia huu uji unakuwa mzuri na afya yako inakuwa imara, na pia unakusaidia
kutoksi, kupata haja kubwa ambayo ni laini. Lakini tukija kwa wazee, uji ni mzuri kwa sababu unamsaidia kula na kujisaidia choo kilaini. Mzee anapojisaidia choo kigumu kama cha mbuzi ni hatari kwa sababu atapata pia bawasiri na maradhi mengine kutokana na kwamba hawezi kutoksi vizuri, ikiwemo saratani ya utumbo mpana. Tukija kwa mtoto mdogo mchanga ambaye kuanzia miezi 4 ana uwezo wa kutumia huu uji na ukamsaidia kupata hamu ya kuendelea kula, japokuwa mtoto kama yuko na mama ni vizuri anyonye miezi 6 mpaka mwaka, lakini kuanzia miezi 6 unaenda kwa daktari, atakushauri kama unaweza kumpatia uji, basi unampatia Nifo Miracle uji ambao unakwenda kumpa afya tele. Huu uji pia kwa wagonjwa ambao unampatia dawa za malaria au dawa za chochote lakini zinakata ile appetite yake ya kula. Unampatia uji ili aweze kunywa dawa na kupata hamu ya chakula. Unaleta hamu ya chakula, unaongeza mwili, lakini pia una virutubisho. Ni unga ambao umetengenezwa kwa kutumia magome ya miti, kuna majani, kuna mbegu, kuna mahindi lishe kidogo na ngano kidogo. Uji huu hata ukiwa jikoni unavutia. Unapochemka, unachemka kama uji. Sasa nitakwenda kutengeneza uji ambao ni mchanganyiko wa nuts, mbegu. Huu sio uji unaonenepesha, ni uji ambao unatibu. Huu ni uji dawa. Sasa huu ni dawa zaidi ya Nifo Miracle uji. Nifo Miracle uji inakupa hamu ya kula, inakuongezea mwili, lakini hii inapambana na maradhi kwenye mwili wako zaidi ya 150. Mchanganyiko huu kuna mchanganyiko wa vitu mbalimbali ambavyo vimekwenda kuchanganywa pamoja kwa kipimo maalum. Sio tu uende sokoni ununue ili mradi ununue, no. Mchanganyiko huu unakwenda kukusaidia wewe unayetumia dawa za sukari kwa muda mrefu. Unapotumia mchanganyiko huu ndani ya miezi 2, unaweza daktari akakwambia punguza kunywa dawa za sukari kwa kipindi hicho. Package yetu ni kama unavyoiona. Unatakiwa unywe vikombe 3 kwa siku. Unakunywa vikombe 3. Kama ni kikombe kama hii glasi, unakunywa kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana na kimoja usiku. Kwa maana hiyo basi, utapima maji hii glasi 5 ambazo utaweka kwenye sufuria yako. Itakapokwenda kuchemka utabakiza glasi 3.5 mpaka glasi 4. Kiasi ni vijiko vyako 3 ambavyo vimejaa vizuri. 1, 2, 3. Kijiko chako cha chakula kiwe kimejaa vizuri. Kwa hiyo maji yangu haya niliyoweka hapa, kipimo changu na maji yaliyoko jikoni yanatosha kabisa kuwa vikombe 5. Ni uji mzuri sana kwa mtoto pia ambaye vitamini zake zimeshuka. Wewe mwenye kutumia ARV, hauna kinga ya kutosha mwilini, uji ni mzuri sana. Lakini kwa wewe ambaye pia unatumia dawa za sukari, pressure, tumia huu uji, utanielewa. Naomba uangalie kwa makini kabisa jinsi ambavyo uji huu unachemka na jinsi ambavyo uji wa Nifo Miracle uji unavyochemka. Ni tofauti mno. Huu hapa, ukiangalia vizuri kwenye bakuli langu hapa, ni mchanganyiko wa maana. Mchanganyiko kweli kweli. Angalia jinsi ambavyo unachemka kama mapovu. Kwa hiyo unatakiwa uwe karibu wakati wa kupika huu uji. Ukiangalia jinsi ambavyo unachemka tofauti kabisa na Nifo Miracle uji. Uji huu haunenepeshi. Uji huu haukuongezei kilo. Uji huu unapambana na afya ya mwili wako. Na ndio maana nakwambia ukiwa unaupika lazima uwe karibu. Ukiona umekuzidi, unachukua kisosi kama hiki ambacho ni cha glasi, unakidumbukiza ndani ili ule uji wako usimwagike. Kwa hiyo utaendelea kuchemka vizuri kwa sababu unatakiwa ukae jikoni kwa dakika za kutosha ili uweze kuiva. Kwa sababu huku kuna nuts ambazo pia ni mbichi, hazijakaangwa. Uji wetu wa Nifo Miracle uji unaweza kuweka maziwa. Unaweza kuweka maziwa.
Ni mimi na nyie na jikoni tunapika. Wakati huo unaendelea kuburudika na vinywaji kutoka Jambo. Maji ni ya muhimu kwenye mwili wako. Yes. Narudia kusisitiza juu ya huu uji. Chochote unachoumwa, ukipata huu uji utakusaidia. Mwili wako ukiwa mkubwa, huu uji utakusaidia. Ukiwa mwili wako ni dhaifu, huu uji utakusaidia kwa sababu unakwenda kuinua kinga ya mwili. Unakwenda kuinua zile seli zilizokufa. Huu uji una vitamini zote. Una madini chuma, lakini pia una vitamini ambazo zimepungua kwenye mwili wako. Mimi siumwi, lakini natamani kuendelea kuwa mzuri. Natamani ngozi yangu iwe nzuri, natamani afya yangu iwe imara, sipendi kuugua. Kwa hiyo kila siku asubuhi nakunywa kikombe kimoja cha huu uji. Kikombe saizi hii, kila siku ninapoamka nakunywa kikombe kimoja. Kwa hiyo unayenitizama rafiki yangu, unatamani kupungua, tumia bidhaa kutoka Nifo. Lakini pia wewe ambaye afya yako imedhorota, tumia bidhaa kutoka Nifo. Uji wangu ambao ni wa Miracle Uji umeiva, na sasa nitakwenda kuepua kwa ajili ya tayari kwa ajili ya kuwapa watoto wangu. Na hapa DJ Fabo Clinic. Nileko naye atajitambulisha majina yake kwa sababu kwanza ni mtu ambaye tumefahamiana kwa sababu ya afya. Unajua kama mimi nakuheshimu sana wewe jamaa. Kwanza wewe jamaa, asante sana. Kiukweli na wateja wako kama wakipungua 50. Nilianza na goti lilikuwa sijui huwezi kuchuchumaa. Ikawaje? Ukapona kabisa. Kabisa. Naweza kuchuchumaa. Unaweza kuchuchumaa? Kila kitu. Unaweza kufanya mazoezi? Nafanya mazoezi, nakimbia. Unakimbia? Naendesha. Mwanzo ilikuwaje? Ya, mwanzo kulikuwa kuna changamoto. Lilianza goti hili hapa. Ya, nilikuwa siwezi kuchuchumaa. Lakini na la pili na lenyewe likafuata. Sasa hiyo hali ilichukua muda kidogo, almost kama 1 month. Mwezi mzima. Ya. Baada ya hapo waliponiambia kwamba njoo nikutibu. Siku moja tu. 1 day. Na ikaisha. Ni masaa. Sio kwamba ni siku, ni masaa. Nakumbuka nilikuja hapa. Ilikuwa ni saa 2 asubuhi, ilikuwa Jumamosi, saa 6. Goti limeachia. Nikaondoka naweza kujichuchumaa. Kabisa. Michael, huyu anaitwa Michael tafadhali. Ni kiongozi wa shule, ni mkuu wa shule fulani ya serikali hapa Mwanza. Lakini Michael, ulikuja juzi, kwanza niliambiwa na mke wako, Happy. Aliniambia, jamani Daflora, Michael yani anaumwa jino hatulali. Nikamwambia hebu mwambie aje. Ulipofika ilikuwaje na kilitokea nini? Ya kwanza alinipigia simu nikiwa ofisini. Akaniambia, "Nenda kwa Flora." Nikamwambia, "Sasa nimekwenda hospitali, wamechokonoa. Wakapiga mashine. Wakanipa na dawa. Nimehama hospitali ya kwanza, nimeenda hospitali ya pili. Almost zoezi lililofanyika ni hilo. Yaani jino lilikuwa lina shida gani? Yaani hivi, nilianza kusikia maumivu tu ya jino ninapotafuna kitu kenye ugumu kidogo. Sasa kila nilipokuwa nikiendelea na hiyo hali, nikafika mahali nikaona bora niache kula vitu vyenye ugumu. Niwe nakula vitu vyenye ulaini. Ndio hali ambayo jino lilikuwa limetoboka. Mimi sikuweza kubaini kwa haraka. Lakini kimsingi yale maumivu ndio yalinipelekea nikaenda hospitali. Sasa nilipofika hospitali, daktari akasema kwamba hili jino si kwamba limetoboka, isipokuwa awali lilitoboka wakaziba. Sasa walipoziba, inaonekana zile activities za kuziba jino zimesababisha kitu fulani ndani kwenye mizizi kule pamesheki. Sasa na kama pamesheki which means kama pamesheki which means nini kimetokea? Yani kuna nafasi kati ya mzizi na fizi.
ambapo hiyo nafasi hapo katikati ndio inayosababisha maumivu wakati jino likifanya kazi. Kwa hiyo akaniambia yaweza ikapelekea kwamba limeota usaha, ndivyo alivyonieleza. Sasa daktari akaniambia hapa tuwezi kufanya kitu chochote. Tunaweza kufanya kwa sasa hivi tukupe dawa za maumivu, za kutuliza maumivu. Kunywa dawa za maumivu siku 7. Zikaisha siku 7. Hali bado iko vile. Kwa nilichoamua sasa nitaishi hivyo. Niliamua kuishi hivyo. Nilia upande huu, chakula kikija upande huu kwa bahati mbaya nitavumilia, maisha yatafanya nini? Yataenda. Kwa sababu mara ya mwisho nakumbuka daktari aliniambia labda tuling'oe sasa. Nikamwambia hapana, huku nishaondoa meno mengi. Kwa upande nao utegemea sana ni huu. Kwa hiyo kilipunguza tena inakuaje? Mwisho wa siku niliamua kuishi hivyo. Lakini sasa baada ya wife kuniambia hebu nenda kwa Flora na dawa ya jino. Amiko kwa nakuelewa. Ukiniambia njoo hicho kitu nafanya, najua unaga utani. Nilikuja. Unaona nilikimbia haraka sana ngombe nakuja baada ya muda fulani. Sasa cha kushangaza ukafungua draw, ukatoa gome la mti. Hivi ile gome liko wapi? Ngoja nikuonyeshe. Yaani nilitoa gome kama hili mtazamaji. Yaani nilitoa kitu kama hiki. Nilipokitoa nikamenya kama hii. Akaniambia, "Wewe unamtania, sikizi tumeanza kutaniana." Hivi una utani na mimi au ni nini? Akaniambia, "Tafuna hii kitu. Utatoka hapo nje ya gate unaingia ndani ya gari yako. Umepona." Nikasema, "Hebu ngoja tufanye hivyo." Nikatafuna. Hapo usiku. Sasa hadi niliyokuja nayo ilikuwa ni ya maumivu. Lakini hichi kitu nimeanza kukitafuna, unaniambia tafuna uhakikishe kimekuwa unga. Ndivyo nilivyofanya. Sasa kuna hali fulani nikawa naisikia kama vile ganzi, yani sijui nielezeje. Maumivu nilikuwa nasikia mwanzo, sasa baada ya kwanza kutafuna umajimaji wa mchanganyiko hili gome, yani ilikuwa kama vile natengeneza ganzi inayoenda kuziba yale maumivu. Nilianza kusikia ubaridi fulani kwenye yale ile eneo. Nikakuuliza hivi kumbe ni dawa? Baada ya hapo nikachukua funguo zangu hizo za gari. Hizi hapa. Nakumbuka nilichukua ufunguo huu. Ni mfano wa kitu kigumu, nikang'ata kama ninavyong'ata. Nilikuwa siwezi. Kiasi kwamba Flora alifikia tu hata nikila wali. Nikilia upande huu, yani nikitafuna tu nashika kwanza na tulia. Kwa hiyo nilikuwa nakula kwa staili ya kumeza. Kitu ambacho nilikuwa napata shida sana. Niling'ata funguo, sikusikia mambo. Baada ya kutoka hapa, nimekwenda nyumbani. Nikafika ndani akamuelezea mke wangu asema nimepona. Akaniambia siamini, nikamwambia nimepona. Nimekuta ofisini anakula karanga, akaniambia hizo hapo. Nitafuna karanga zote tuna upande huu. Hakuna shida. Hakuna shida niko. Na haujasikia maumivu tena. Nasema hivi, sijasikia maumivu tena. Maisha asilia. DDF Herbal Clinic. Tupo Mwanza Isamilo, karibu na shule ya Lake. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana kwa simu namba 0654777778. Nyote mnakaribishwa. Rafiki, Jambo Food Products imekuwekea bidhaa za Jambo kwenye duka la karibu yako. Anza siku yako na mikate safi, maandazi na keki tamu kutoka Jambo Bakery. Vitafunwa vyenye ladha nzuri vinavyokupa nguvu ya uhakika kwa ajili yako. Unapohitaji kinywaji cha kukuburudisha, chagua soda za Jambo kukuongezea nguvu ya kukamilisha mitikasi na ndoto zako. Unapohitaji juice, wewe kamata juice za Jambo, zinakupa utamu, furaha na maisha kila siku. Mdomo wako umepata rafiki mwenye kuchangamsha kinywa kila wakati. Ni biskuti za Jambo na pipi za Jambo Sweets. Ni rafiki wa kipekee wa kinywa chako kila sekunde. Jiongezee maisha kwa kunywa maji ya Jambo yenye maisha kwenye kila tone unalolitia kinywani mwako. Ufurahishe mdomo na nafsi yako kwa kula ice cream za Jambo. Bidhaa za Jambo Food Products ni bidhaa zinazokupa uzuri wa maisha wakati wote,
iwe baridi au joto, zinapatikana kwenye duka lililo karibu yako. Ipendelee kwa kudaka ya kwako. Bidhaa za Jambo, bidhaa Jamukaya. Chuo cha urembo Nifo kinakutangazia nafasi za masomo ngazi ya cheti katika kozi zifuatazo: kozi ya ususi, hairdressing, kozi ya urembo, makeup, kozi ya mapambo, decoration na kozi ambatanishi zinazomsaidia mwanafunzi kuongeza ufanisi katika fani anayochukua. Kozi ya Kiingereza, English course, mawasiliano, communication skills, ujasiriamali, entrepreneurship. Nikukumbushe, kozi hizi zote zinatolewa bure kabisa. Huyu ni moja kati ya wateja wetu ambao tumewahudumia hapa Dar, ambaye tumemhudumia vitu vingi. Unajua nilifahamiana naye kitambo, kwa hiyo nilikuwa namhudumia products za uso. Lakini nilipofika hapa kaniambia, dadangu unajua naumwa sana mgongo. Nikamwambia sasa leta kipimo chako, akaleta vipimo vyake alivyofanya MRI, tukaviangalia, tukasoma pamoja. Kumbe alikuwa akitembea na mkanda. Una mikanda mingapi Teo? Kama 3 hivi. He, na ulikuwa unavaa ukikaa au kilala au kitembea? Ulikuwa unavaa muda gani? Yaani muda wote nilikuwa nikivaa, kazini naenda nao, nyumbani. Lakini ikifika maumivu yakiwa makubwa sana, huu mkanda unakuwa pia usaidii. Unapata shida, naendelea kupata shida japo na mkanda. Na kunywa dawa za maumivu na kuvaa mkanda, lakini bado maumivu yanakuwa pale pale. Na daktari alikwambiaje? Yeye alichosema ni kwamba tu na upungufu wa ute kwenye mgongo, na ndio maana nikapata na hiyo shida ya mgongo. Ni nini ambacho ulikuwa huwezi kufanya wakati unaumwa? Nilikuwa siwezi kuinama hivi, kushika hivi mguu siwezi. Ulikuwa huwezi kuinama kwa kunyoka? Na nilikuwa pia siwezi kunyanyua hata ndoo ndogo. Pia nikitaka kuvaa nguo ya ndani lazima nivae huku nikiwa nimesimama. Yaani uinami? Siinami, sababu mgongo ulikuwa unauma sana. Mazoezi ulikuwa unafanya mara ngapi kwa wiki? Ilitakiwa niwe nafanya kila siku, lakini nilikuwa naenda angalau kwa wiki hata mara 2. Lakini pia ilikuwa sio mazoezi yale ambayo ya strong sana, yani ya kawaida. Na Teo, yani unajua mimi nikiangalia mwili wako na tatizo ulilokuwa nalo mpaka una mikanda, una mashine, una makorokoro yote kama ya mama mtu mzima mwenye miaka 70. Kilo zako ni ndogo, si ndio? Daktari alikwambia chanzo ni nini? Aliniuliza maswali kama nilianguka au nilipata shida yote, lakini nikamwambia mimi ni ghafla tu nikasikia mgongo umeanza kuniuma. Sikupata na shida yote ya kuanguka wala nini. Kwa waliponipima kwenye mashine ya MRI ndio wakakuta kwamba uti wangu umepungua mwilini, ndio waliniambia kwamba mwanangu, kama unaweza kujitibia sasa hivi wewe jitibie tu, kwa sababu mimi nilikuwa na hali mbaya sana. Nilikuwa mazoezi basi. Yaani hakuna tiba ya mgongo kusema nitapona, hapana. Ni tiba yangu mimi ni mazoezi na mkanda basi. Na ulikuwa na meza dawa za kupunguza maumivu? Pole sana, lakini sasa niambie, tumefanya hapa physiotherapy pamoja na dawa na makorokoro yote, umelia we nakufa, lakini kufa mtu afi. Yaani hapa ni kwamba unapata matibabu. Baada ya kufanya physio hapa kwetu, nini unaona kinaendelea? Baada ya kufanya physiotherapy naendelea vizuri. Kwa kweli nimeipenda sana physiotherapy yenu. Ni ipo yani kule unanifanyisha mazoezi, lakini yani sio kama niliyopata hapa kwa kweli. Yaani hapa yapo strong sana na hata tiba yake ni nzuri, nimeipenda. Na sasa hivi umeshapata maumivu yote tangu umeanza kuja hapa? Hapana, kwa mgongo hapana, ila ni mguu tu kidogo kwa mbali kwa sababu ya kufanya mazoezi, kwa sababu ya kitanda. Na kushukuru sana. Na kuna watu wanakuona na wanaumwa migongo, wanaumwa pingili, wanaumwa miguu na bado hawaamini kama tunaweza kuwasaidia. Unawaambia nini? Cha muhimu, kama walishaenda hospitalini na walishapata matibabu na bado wanaendelea kuumwa, wanapaswa waje kwenye kliniki ya Dr. Flora. Watapata tiba nzuri na watapona kabisa. Kuna watu wengi sana umekutana nao hapa wakati tunaendelea na mazoezi yako, na wengi wanakuja wamekata tamaa. Kuna mama mmoja alikukuta hapa na leo ukasema mfanyeni yeye kwanza. Baada ya siku 2 mkao mnakuendelea kukutana. Alisema nini? Yule mama ambaye pia anakuja physiotherapy hapa, ambaye aliletwa kutoka Iringa akiwa hawezi kutembea, anaitwa Whitney. Ulipoongea naye hapo kamwambia wewe mguu wako unakuuma, mgongo unakuuma, umekata tamaa wakati unamwadithia, alikwambia nini?
Aliniambia kwamba kama unaweza kujitibia sasa hivi, jitibie tu, kwa sababu hiyo hali itakuja kufikia hali mbaya kiasi kwamba hutaweza kufanya kazi ya aina yoyote wala kutembea. Nakupenda sana, naomba Mungu sasa upone kabisa, lakini nimekwambia uwe makini miezi mingapi? 4. Usifanye kitu ambacho ulikuwa ukifanya unaumwa. Bembeleza mgongo wako mpaka ile pingili yako irudi vizuri, japokuwa hakuna maumivu tena. Asante. Nakupenda sana tena. Napenda pia. Unaitwa nani? Mimi naitwa Aziza Nyagawa au Mama Baraka Salingwa. Aziza, nimekupenda, una rangi nzuri. Asante. Lakini umependeza zaidi baada ya kufika kwetu. Kabisa kabisa. Kweli. Baada ya katika vile vitu vyote ulivyochukua, kipi umekipenda zaidi? Nimeipenda spray ile. Ile ya chup 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 chup. Kabisa. Ya kupuliza usoni. Kabisa, ili nisibabuke na baridi ya makambako. Ya makambako, lakini na joto la Dar es Salaam pia. Na lenyewe limeniunguza. Lakini ngozi yako ni nzuri, una ngozi moja. Nikisema una ngozi moja, una ngozi kuanzia hapa mpaka mguuni, ngozi yako inafanana. Lakini umekuja kwetu, umemleta mgonjwa. Hebu nikuulize, wakati amefika hapa, sisi tuko juu. Niliona alifika kwa tabu sana siku ya kwanza. Ilikuwaje wakati unamleta na tofauti ya wakati umemleta na sasa hivi? Kwa kweli kwanza namshukuru Mungu sana, hata ninavyomuona dada yangu yuko namna hii leo hii. Kwa sababu tulishakata tamaa. Tulipofika hapa, alishindwa hata kushuka kwenye gari. Kuna watu walitusaidia pale, akashuka kwenye gari. Mwisho wa siku tukakupigia simu kwamba tumeshafika. Haraka sana ukatutumia mhudumu akaja kutusaidia kutusaidia kushikilia yule mgonjwa. Tumejikongoja naye kwa taratibu sana, lakini alikuwa anafika njiani hawezi kuinama wala kuinuka. Tukaenda naye taratibu. Cha ajabu tukafika ofisini kwako. Tunakuheshimu kwanza kupitia Mungu. Yaani tunakushukuru. Yaani kufumba na kufumbua hatukuamini macho yetu, na mpaka sasa hatuamini. Tunakuwa kama tuna wasiwasi, lakini Mungu anakataa wasiwasi. Hofu kwa Mungu ni dhambi. Ulivyompokea na kumsikiliza, kwa sababu tumepita huko na huko, imeonekana hospitali zote wamesema mama, haiwezekani wewe. Ugonjwa wako basi utakunywa Panadol tu zitakazokuwa zinakutuliza maumivu. Kwa hiyo baada ya pale ulivyotupokea na ukaanza tiba, kumsaidia, kumfanyisha mazoezi yale ambayo amepita kwenye mashine mbalimbali. Anavyotoka sisi tuko hapa nje, hatukuamini kama ni yeye. Anatembea kabisa, anainama kidogo, anainuka na anasema anashindwa hata cha kueleza. Ameshindwa hata cha kueleza kwamba yani daktari nilioonana naye haelewi amekutana na kipi, kwa sababu kote tulishakata tamaa. Kwa hiyo tunakushukuru. Nampenda sana Agnes na alipokuja Witness na yani Agnes unajua amenikaa lakini niseme tu kweli nampenda kitu kimoja. Anasikiliza halafu anafanya. Na wakati tunaanza matibabu yani yale mazoezi tulifanya maombi. Nikamwambia Mungu, yawezekana huyu mama amepita sehemu nyingi sana, niliona anatoka machozi. Akasema mimi nitapona kweli. Huko India watu wanaenda hawaponi. Mimi nimeambiwa nitakunywa tu dawa za maumivu maisha yangu yaliyobaki. Nikienda kwenye mazoezi nazidi kuumia. Nikamwambia unamwamini Mungu? Akanambia namwamini Mungu. Kwa hiyo niliomba, nikamwambia Mungu, yawezekana huyu mama amepitia changamoto ambayo imeshindikana kabisa kutatulika kwa hospitali za kawaida. Lakini yawezekana kuna mahali aliwahi kukukosea. Basi naomba leo msamehe. Kwa sababu kama hautomsamehe ukiendelea kumpa zile adhabu ambazo umemtengenezea, bado hata dawa zangu haziwezi kumsaidia. Mazoezi yangu hayatomsaidia. Alisema amin. Na machozi yakaacha kulia, tukaanza mazoezi. Nikamwambia utatoka hapa leo ukitembea mwenyewe, hautoshikiliwa, hautobebwa na utaenda nyumbani mwenyewe. Na kuanzia leo baada ya matibabu yetu wewe ni mzima kabisa. Na ndio kinachoendelea. Haya. Wanakuona kule Makambako. Unawaambia nini? Ndugu zangu wana Makambako. Tumepata neema ya ajabu. Tumepata uzima. Yoyote aliyeambiwa kwamba imeshindikana, aliyeambiwa kwamba haiwezekani, Mungu ametushushia mwingine ambaye inaweza kawezekana, lakini kwa imani. Lazima tumtafute dada Flora. Malizia. Dada Flora kutoka Dar es Salaam na Mwanza. Wengi wananijua na Flora ni Tete, wengine mnanijua na Flora Show, wengine sasa ni Flora's Kit ambaye tunapatikana Dar pamoja na kule Mwanza. Kuna wale ndugu zako waliniambia, yani ndugu zetu wamekaa wanatusubiri waone je anatembea ni nani na nani na nani. Hebu wataje majina yao
wa kusikia? Kwanza naweza nikasema hivi, yani kuna ndugu zetu wanaomsubiri kwa sababu waliona kwamba hana uwezo na wamezunguka naye kwa kuthibitisha kwenye vipimo kwamba imeshindikana. Madokta wanatuambia na watu mbalimbali wanatuambia. Ninayethibitisha wa kwanza kabisa mume wangu Batoni Salingwa. Atakuja kuthibitisha mwenyewe kwamba shemeji yake anatembea. Yuko babu yetu, yuko mjomba wetu. Majina yao? Michael Mgimba. Mwingine? Yuko mwingine shemeji yangu ambaye Telex Salingwa. Wako ndugu zangu akina mama Eptoni Salingwa, akina mama